Kuna nini? Utajua tu. Hatimaye leo umejaa kwenye mfumo. Tena kilaini. Sikia. Siku zote ukiua kwa upanga, na wewe lazima ufe kwa upanga. Lakini Kase. Tulia. Kula mtoli taratibu. Nyama utazikuta chini. Wewe si uliniletea bodaboda? Basi mimi leo nimekuletea wabeba zeki. Yaani kama ulivyonifanyia ile siku ukiwa unacheka, basi na wewe leo utafanyiwa hivyo hivyo ukiwa unalia. Na leo nataka tucheze kamuvi kamoja kazuri sana. Na mimi ndo nitakuwa director. Wanyo wanangu, mtaka mfanyaje? Mtaka mfanyaje? Oya. Stand by. Tulia. Action. Chris Bando bei Kitonga. Hii ni kwa watumiaji wa line ya Halotel. Kama una line ya Halotel, unaweza kupata GB 10 kwa shilingi 10,000 tu. Na GB hizo zinadumu ndani ya miezi 8. Si unaelewa? Sasa ili uweze kupata za GB 10 na MGB, unachotakiwa kufanya hivi ni kulipia. Unalipia ndio unaungwa. Na kwa mawasiliano zaidi, namba za Chris Bando hizi hapa: 0717 04 80 48. Namba nyingine hizi hapa: 0615 75 43 03. Mimi namwamini Chris Bando. Wewe ni nani? Hebu twende tukajilambe jamani na mijibi. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia 100,000. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Mama, mimi kwa kweli kuruhusu mwanaume wangu akae polisi siku nzima siwezi. Alafu kiangalia, alinipiga kutokana na makosa yangu mimi mwenyewe ambayo nimeyatenda. Kwa hiyo sio ni sababu ya kuendelea sisi kumshikilia tunganganie akae kule wakati mimi mwenyewe ndo nimekosea. Isitoshe yeye ni mwanaume wangu, anaweza akanipiga, anaweza kufanya chochote kile. Mama, mimi nampenda Manyanya. Yaani nampenda. Siwezi acha kuona kule ateseke aumie, mimi nimerelax hapa na kunywa maji na niingia. Mimi sina huo moyo. Utanisamehe. Yaani siwezi kuvumilia kabisa, siwezi. Vai mwanangu. Yaani kumbe wewe ni mshamba wa mapenzi kiasi hicho. Yaani mama yako nahangaika. Napiga makelele kama chizi. Nanidhalilisha.
Vai, na nisaliti mama yako. Kuhangaika kote. Kuhangaika kote Vai hakuna maana. Unamuona mwanamume ni wa maana kuliko mimi niliyekuleta duniani. Vai, kumbuka kuwa mimi ni mama yako. Vai, mimi ni mama. Kusema ukweli, umenikosea sana. Yaani leo umenishika pasiposhikwa. Siku ile nakupigia simu na kwambia bwana wewe ndio mshindi wetu bwana wa Toyota IST, ukawa uamini, unauliza ni kweli? Hii bwana ndio ushindi wako wa Royal Sports Toyota IST. Mzigo huu hapa. Yaani mimi najisikia furaha sana kwa ushindi huu. Kwa kweli katika maisha yangu tunaweza kunisaidia sana. Kila baada ya wiki 5 tunatoa magari. Wewe cha kufanya ni kujiregister tu na www.pmbet.co.tz. Kwa kweli mama mwenye nyumba, mimi ninaonewa na ninanyonywa pia, kwa sababu haiwezekani mimi ninunue umeme sawasawa na mtu mwenye firiji ndani, mwenye feni, mwenye yale masupika, wakati mimi ninakaa tu kamoja chumbani. Hiyo siyo haki. Koma we. Mwanamke una haya wewe, mwanaizae mchembea stili wewe, mwangalie shingo ndefu kama mpira wa mavi. Anaachaga ile taoni sana neza usiku, ni nani kama sio wewe? Mama mwenye nyumba, mchango tuliokubaliana wote lazima tutatoa kwa sababu wote tunatumia umeme. Aha. Kumbe ni wewe. Wewe umejuaje kama ninaachaga taa saa 8 za usiku wazi? Mimi najiuliza, mida ya kudarangurana unaona kimvuli kinapita shwa. Ukitaka tena kwanza kinapita shwa. Kumbe ni wewe unanichunguliaga usiku. Unataka kuona nini? Halafu nyie watu wawili ninawaangalia tu, ninawazumu. Mnamnyemelea mpenzi wangu. Sasa hii anga mkiingia nitawakili. Sikilizeni niwaambie, hapa tunaelewana. Hatupo kwa ajili ya kugombana. Kuna kilo nyingine tofauti na ya umeme? Ipo mama. Mimi nataka kujua hapa ili ni danguro au ni nyumba ya wapangaji. Maana tunashindwa kuelewa kujua hii ni danguro au kitu gani. Maana kuna barishwa wanaume asubuhi mama, mchana, jioni. Anakuja mrefu, anakuja mfupi, anakuja zambarau, mara mchina, mara mzungu. Hatuelewi hii ni nyumba au danguro. Kingine mama ambacho nataka niseme, uchafu. Sawa, ukitaka kujua haya nao kwambia mama, zunguka katika huko dirishani kwao huko. Hii nyumba zunguka kwa nyuma mama. Kuna makondomu yanatupwa. Mtu haendi kuyachoma afanye chochote mama, anatupa dirishani. Mtu huwezi kupita hata kuzunguka kwa nyuma. Na kumepandwa mboga huko nyuma lakini huwezi kufanya chochote. Kingine mama kinachokera zaidi, yani kinakera mama, kelele usiku. Mtu anafanya kwa starehe zake lakini huku sisi hatulali. Kelele mama, fujo mtindo mzima. Tunashinda kuelewa. Kumbe ni fisadi Huna hata aibu, muangalie kwanza. Haya, kuhusu hizo kelele. Wewe umefumbwa mdomo wako kwamba unazipu usiongee. Wewe mshamba nini wewe? Nisikilize shoga yangu. Yaani huyu anatuonea donge. Nilichokigundua huyu dada ni anahusda na watu. Watu kama sisi wenye riziki zetu. Haya, kama mabwana anawazungumzia sisi tunawabadilisha. Mimi nina bwana wangu mmoja shombe wa Kiarabu na shoga yangu hapa alipo ana bwana wake mmoja, bwana wake wa Kijapani. Donge liko wapi? Wanatuona sisi tuna mabwana wa maana wenye riziki. Sio kama nyie mnafanya kazi kwa magumegume. Una aibu, muangalie kwanza. Alafu mama, hizi chuki zikiendelea humu ndani, jamani, nitakuja kumwekea mtu sumu. Nikukute jicho hapa limekauka tuanze kutiana kesi. Hapo shoga yangu. Afu mama mwenye nyumba, kuna kitu kinanikera humu ndani. Hivi tunaishi na watoto ama watu wazima? Kwa sababu haiwezekani kama mtu mzima mwenye akili timamo wasingeweza kufanya uchafu kama ule wanaofanya chooni. Yaani ukiingia chooni mama mwenye nyumba unakuta vitu vimekaa hivi. Jamani, wamenichosha humu ndani, ni wachafu. Yaani mtu anaingia chooni unakaa masaa 100. Jamani, utasema kwa chooni anajenga. Yaani nimechoka kabisa. Sasa wewe panyabuku, si useme tu kweli ni mimi, unazunguka nini? Usema kweli mama mwenye nyumba ni mimi. Ni mimi ambaye nikikaa chooni, masaa yangu ni hayo.
matatu, na ni kwa sababu mimi nakula hizo kilo 3 za ugali na katako kakuku. Sasa siwezi kuingia chooni nusu saa. Na ukiangalia hapo mimi kukaa chooni kwa kweli nisiwe muongo, hiyo ndo starehe yangu. Sasa nilichokuwa naomba yeye angekwambia wewe umtengenezee choo cha ndani ili mimi niweke kakufuli kangu pale, kile choo kiwe changu. Ile ndo starehe yangu kukaa mimi chooni. Na kuhusu mizigo, kwa kweli mizigo, yani huyo ni mimi kabisa, sikatai. Sasa mimi mama mwenye nyumba, kuliko niwe na wahishwa kutoka chooni, ni bora tu mnifukuze kabisa. Yani mimi chooni ndo starehe yangu, ni masaa 3 yale sipunguzi. Kwa kama nitaona haiwezekani nifukuzwe, lakini kwa wema naomba unitengenezee fungo yangu ili kiwe choo changu peke yangu. Haya, hizo kero zenu mimi nitazifanyia kazi. Tena kama sasa hivi unaona nishaanza ujenzi wa rangi, tiles nini, nitaweka choo chenu nitawatengenezea. Bado nitawekea tena kila mtu na luku yake ili msigombane kuhusu umeme. Sawa? Baada ya hapo sasa tutapambana kwenye kodi. Mama samani, kabla hujafunga hichi kikao, mimi nataka kuuliza. Hii nyumba ni kilinge cha wachawi? Ama ni nyumba wanaoishi watu wenye akili timamu? Mama, humu ndani tunakaa na wachawi. Tena wachawi wenyewe maskini yangu ni mabinti wadogo. Usiku hakulaliki. Wenzetu wanalala wanafurahia usingizi wao, lakini sisi hatulali. Mara kidogo yayu. Mama, tumechoka. Kila unakopita sasa hivi kumemwagwa dawa. Kila kwenye vizingiti mama kuna ilizi. Ukienda chooni lazima ukutane na ilizi. Mama, tukiamka asubuhi tunakuta tumenyolewa nywele. Hata kucha tunakata. Hizi sio kucha zetu hizi. Tumechoka kuangiwa mama. Na mabinti wenyewe tunawajua. Wako hapa, hata wako mbali. We koma we. Yaani kila unavyozidi kuongea kuna kitu kinaniambia mimi ongea chochote. Sasa ngoja niongee. Shoga, ukimjua mchawi ujue unawanga naye. Muda ambao tunatoka sisi wewe uko nyuma. Umeshatujaribu umeona umetushinda, unaona unatusingizia sisi wachawi. Una aibu, liangalie kwanza fisadi mkubwa wewe. Mwana Isaya kubwa wazima ndio kushindana na watoto. Kwa taarifa yako shoga yangu, mchawi baba yako, mama yako, shangazi yako, bibi yako. Subiri. Wewe. What? Yuko. Umependeza. Unajua bibi umekwenza. Wewe. Unaonekana kama mtoto. Leo umenyoa wapi? Kuna kinyozi wangu mpya nimempata saizi. Unanyoa hivyo mume wangu. Yaani umependeza kupita siku zote. Asante. Anjuka hapo tuongee kidogo. Okay. Kwanza unajisikiaje sasa hivi? At least. Pole. Asante. Unajua nini babe? Mimi nilikuwa hata sitaki tufikie huko. Yaani sikufikiria hata sijui nikupeleke huko sijui. Mama, yaani kuna wakati ananishinikiza mpaka anakuwa anachukia. Never mind. I understand. Lakini kikubwa nashukuru tu kwamba umeweza kunitoa. Asante sana mke wangu. Samahani. Hata hivyo hizi siku mbili zimekuwa siku ngumu kwetu.
Yaani nikitoka ile linaingia. Nikipita by the way inatakiwa tuyasahau, si ndivyo? Yeah. Kuna namna watu wanaombanaga msamaha. Come on, wife. What do you want to say? Hivi ni hujui au? Okay. Kuna kale ka slogan kale hadi wazee wa zamani walikuwa wanakatumia. Kigombana huko, final say inakuwa ni bad. Are you serious? Kweli babe, yaani nimekaa hapa muda mrefu na kusubiria wewe. Nimejiandaa. Yaani nimejiandaa vya kutosha. Unaelewa kujiandaa? Nimejiandaa vya kutosha na kusubiria wewe uje tukiamshe. Najua huwezi acha. Sasa fanya hivi. Nenda kaoge. Then ndo uje tuendelee. Sasa hapa naanza kwenda pamoja. Kama ni jambo la muhimu kama hilo, jambo la msingi kabisa hilo la kitamaduni, kwa nini sasa tusingeanza kabisa ili baada ya hapa ndio tuende tukaoge moja kwa moja? Wewe, yaani utoke kunyoa huko afuje hapa kaoge bana. Hata vinogi kuoga kabla, kuoga baada. Ngoja tupige tu cha. Mwacha. Kaoge, mimi sinipo, kwani mimi naondoka jamani. Basi tukaoge wote. Mimi nimeshaoga. Ile hapa nilikuwa nakusubiri wewe. Yaani ukisha nitajia masuala kama hayo, masuala tiba, masuala lishe kwa afya ya kiume, afu naambia masuala ya kuoga saizi mke wangu, ni kama unanichelewesha mamangu. Hivi uone wewe. Moja. Wewe, ndio ukimbia jamani, si utadondoka. Nimetekwa na mapenzi. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi, huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia Laki1. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Kwa hiyo kama kutunyima ugogo wako, si ndio? Wewe acha tu. Kwa sababu gani? Naona umezunguka umezurura huko kwa Wahindi, kwa Waarabu, Wapemba, lakini mwisho wa siku umekuja kudondoka kwa stars. Na ndio maana nimekwambia acha tu. Ya Mungu mengi. Ya kuku mayai. Sasa sikia jeuri. Yaani leo nahitaji unisugue. Tena unisugue haswa mpaka nijisikie. Waacha wewe. Nisikilize Zuu. Hiyo ndio kazi yangu. Yaani kuhusiana na masuala ya kusugua la ondoa shaka. Yaani usiwe na shaka kabisa. Yaani nitakusugua barabara. Kile unachokitaka utakipata. Ila hofu yangu moja tu. Kwa hiki kikala chako hiki na kingozi chako laini hiki. Hofu yangu naweza nikakuchubua. Wewe tu usijali. Na ndio maana nimekuita wewe kwa sababu shughuli yako unaijua. Nataka unisugue vizuri maana wengine wananigusaga tu sijisikii. Asante mama. Hivi unajua kwa nini wanawake wenzao wananing'ang'ania? Ni misuguo tu. Nitakusugua mpaka uchanganikiwe.
Brother, assalamu alaikum. Wewe nani kakupa mamlaka na ruhusa ya kumshikashika mke wangu? Mudi. Sisi ndio kazi yangu za kila siku rafiki yangu. Najua ni kazi yako. Nani kakupa kibali cha kumshika mke wangu? Hujui kama ni mke wangu? Huyu ni mke wa mtu sasa hivi. Huyu yuko ndani ya mamlaka yangu. Sasa Mohamed, unataka kusema kwa sababu ni mke wa mtu tena ndo sisi shughuli zetu tusifanye kwa sababu ni mke wa mtu? Sikia jeuri. Ondoka. Rafiki yangu, wewe unataka kuniambia kwamba mimi hauniamini? Beba kila kitu chako, ondoka. Usipandishe mizimu ya mzulumuni. Sasa Mudi, hebu kwanza subiri. Wewe unataka kuniambia kwamba uniamini kwa shemeji? Jeuri nimesema